Jova. Mdogo wangu Buda, naona saizi upo mawindoni, ila inafurahisha zaidi na kupendeza pia. Kijiji chetu kina nuru, hakina wanyama wakali kama zamani. Inapendeza mpaka imewapa uhuru ni wawindaji kuja kuwinda peke yenu. Mdogo wangu Kisogo, kwa sasa kijiji kina nuru sasa. Mazao yamestawi, ardhi kwa sasa ipo vizuri kabisa na wanyama sasa hivi hapo kama zamani. Kwa mimi ninafurahi kuona ardhi yetu ipo hivi na ninapenda sana. Sina hata sasa hizi nina uhuru wa kuja kuwinda huko porini, nikafanya kitu kizuri, nikawinda nikapata na wanyama. Sio kama zamani kutoka tu nje hatari. Jichunge na wanyama ambao hutoweza kuwazuia kama simba pamoja na nyoka. Wanaweza kukung'ata afa wakakuletea madhara. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Kwa sasa ngoja niendelee kuwinda vindege ili niende navyo nyumbani. Sawa, mimi nimekuja kumsituni natafuta kuni hapa, nataka nikapike viazi unajua. Kidogo. Sawa. Haya, sawa mdogo wangu. Wewe una wakati mwema. Sawa. Wewe ni nani? Wewe inaonekana ni mgeni katika hichi kijiji cha Kalenge. Ndiyo, mimi mgeni. Lakini babangu aliniambia kwamba asili yetu ipo katika kijiji hichi. Anatokea katika kaya gani? Kaya ndo nini? Namaanisha kwamba anatokea wapi? Yaani namaanisha kwamba anatokea kwa nani? Kwa Mzee Nzema. Nitakuomba unifuate mara moja.
Wanakaya, Wanakaya. Yova. Bwana Mgafu. Naam. Pokea mgeni wako. Sawa Bwana Luvanda, asante, unaweza ukaenda. Karibu mgeni. Yova. Bwana Luvanda, huko umetokea wapi? Bwana Kisogo, nimetokea kwa ndugu yangu Mgafu huko. Hivi unavyoniona ndo nimetoka kupeleka mgeni kwake. Asubuhi ya leo nilikutana na mgeni ambaye ni mtu ambaye yupo tofauti na sisi, mavazi yake na muonekano wake. Sasa kabidi mimi nimpeleke kwa bwana Mgafu, na Mgafu alivyomwona akasemaje kwamba huyu ni mwenyeji. Kwa hapo mimi ndo nachanganyikiwa ndugu yangu, na unavyojua mila na desturi za kijiji chetu haziruhusu kupokea mgeni yoyote. Unaelewa kabisa, mgeni yoyote akiingia katika hichi kijiji kuna madhara gani? Ngoja tuone. Hapo kwenye shida. Kama unavyojua mgeni ya aina yoyote basi angekuwa ni mgeni ambaye basi ana asili zetu, lakini yule mgeni ana mavazi kabisa tofauti na sisi. Kwa mimi naona pale itatokea shida. Kama ni mwenyeji tutaona, kama ni mgeni basi ngoja kwa mimi niende. Bani, si unajua shemeji yako anakaa ujauzito, kwa naenda kuandaa mazingira yangu. Sawa, basi tutakutana wakati mwingine. Sawa. Ndugu wangu Buda. Leo umeamka mapema sana. Labda kuja kuangalia mahindi shambani. Nilikuwa natazama kidogo mahindi, unaelewa? Ni kweli. Sema hapa ndio na mgeni katika kaa yetu. Ndio, ni mgeni lakini ni tofauti na wanakijiji wetu. Kutoka nje ya mpaka yetu. Kitu kwa ndani nikuombe. Niko naomba umpatie mavazi yanayoendana na kijiji chetu ili awe sana na wanakijiji wetu. Kwa sasa mimi nahitaji niende kwanza kule mtoni nikawinde. Sawa, unaenda kuwinda. Sawa, ukienda huko kuwinda, zingatia kumpa nguo kabla hujaenda huko kuwinda. Sawa.